Unajua bwana, mpaka hapa tulipofikia tumeshaharibu. Ninaona tunaelekea kuharibu sasa hivi. Kwa kweli mimi sipenda bila mpaka muda huu najutia. Najuta sana kwa nini ndio naicha. Ila unaposema hivyo unakosea. Shida nachanganyikiwa, yani mambo yanaendelea yanazidi kunichanganya na kunivuruga akili yangu. Hivi umesahau pesa ulizopiga kwenye hiki chapa? Umesahau wanawake uliotoka nao? Umesahau bata uliokula? Alafu sasa hivi unajifanya uone umuhimu wa hiki chapa? Jamani, umenifunga tena. Niacheni basi jamani. Mimi hapa nilipo kwanza ni yatima mgane. Sina baba, sina mama, sina hata na mke. Tafadhali naomba usinifanyie hivyo. Nisikilize nikwambie. Nikikuacha wewe, tafsiri yake ni kwamba mimi nitabaki kwenye hichi kifungo. Lakini kama nikikutoa wewe, tafsiri yake ni kwamba mimi nitajitoa kwenye hichi kifungo. Nakuomba sana, naomba unisamehe tafadhali. Nehi, hicho kitu hakiwezekani kamwe. Nimeshamaliza kazi ya kwanza ya kumtoa baba yako. Na kazi iliyobakia ni hii. Nikumalizana na wewe. Ndio. Mama, nimeridhika. Rudi tu ulikotoka. Bwana, mbona kama nasikia sauti ya mzee? Hata mimi nisikia. Wewe mzee, umefikaje huko? Unamuuliza na Nashangaa mzee yuko huko ndani. Hapa bila shaka matikisa ndio anakuwa anafanya hii kazi. Na kama ndio hivyo, sasa inabidi uende ukashirikiane naye. Kwa sababu usiposhirikiana naye utakuwa umepata hasara kubwa sana zaidi ya kufanya kama ukishirikiana naye. Sawa sawa. Tulia. Jenizebu, nimfanye nini huyo mtu? Mtoe kafara haraka iwezekanavyo. Sawa sawa. jamani, msinifanyie hivyo. Tulia. Mungu wangu, tunakufa mimi kama masilaha vile. In the name of Jesus. Yes. Wewe mchawi kama kaka. Naamuru. Yes. Tuanze unyayo. Na utosi naamuru.
Toka pepo, toka pepo, toka pepo. Achilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Awainishe kila paroba yako. Katika jina la Yesu Kristo. Yes, I command in the name of Jesus. Kila pando lilopandwa katika mwili huu. Una mamlaka. Nguvu za kichawi za mamlaka, achilia moto. Kuanzia unyayo mpaka utosi, achilia fire. Yes. Asante Jehova. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ameshinda. Mwana kondoo ameshinda. Ukisoma maandiko matakatifu ile Luka 10 ule mstari wa 19 unasema, "Naam, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, na wala hakuna kitu chochote kitachowazuru." Hivyo wapendwa katika Bwana, amina. Hivyo wapendwa katika Bwana, nataka niwaambie tuwe na imani. Basi baada ya kusema hayo, nataka nikuombee binti. Tujitie mikononi mwa Bwana, tujitie wakfu katika miili yetu tuweze kuwa salama. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tukitie mahali pa juu pa enzi palipotukuka. Najiia nguvu ya Roho Mtakatifu katika miili hii na ulinzi ule kwa mkuu kwa binti huyu. Yamkini amepitia mangapi? Kwa nguvu yako Roho Mtakatifu, naachilia moyo mtakatifu katika mwili wake, naachilia fire. So God start to command the name of Jesus. Kila pando baya, kila pando la ushauri, na kuinua katika jina la Yesu Kristo. Yes, yes, naachilia, naachilia, naachilia. Namsikia sasa huko mwanao analialia, yote ni kwa sababu nataka kumuua babu yake. Yes, achilia, achilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Nini hicho? Wewe nilimpima ultrasound. Nikakwambia tumboni kwake kuna kiumbe tofauti na binadamu. Jesus Christ. Wapendwa katika Bwana, imani inatakiwa sana. Kwa tuwe na imani. Maandiko matakatifu kiasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya 13 mstari wa 16 anasema kwamba mwili wako ni hekalu la Mungu. Hivyo takataka yoyote ya shetani haitakiwi kukaa kwenye hekalu la Mungu. Hivyo kuanzia leo naamuru kila pando iliyopandwa na shetani katika mwili huu na takataka yoyote iliyo katika mwili huu naachilia na uamuru katika jina la Yesu Kristo utoke katika jina la Yesu. Yes, toweka katika jina la Yesu Kristo na Nazareti. Una mamlaka, nenda kinyume na nguvu za giza zilizo katika mwili huu. Yes, fire. Asante Jehova. Asante Jehova. Baba, nakuomba nguvu ya Roho Mtakatifu katawale katika mwili huu. Yes. Yesu. Fire katika jina la Yesu Kristo na Nazareti. Kuanzia unyayo mpaka utosi, achilia fire. Asante Jehova. Asante Mfalme wa amani. Natangaza jina lako mahali pote duniani. Yes. Asante Mfalme wa amani. Ni nani kama wewe? Tunakwenda kuitazama Jini Kislani ikiwa ni episode ya 17 final kabisa, ambapo leo tumehitimisha series hii ya Jini Kislani. Basi ninachokuomba ndugu mtazamaji wa channel yangu ni wewe tu kusubscribe channel yangu ili uwe unapata updates za movie ambazo zinatoka kupitia platform ya YouTube. Leo tunakwenda kuangalia highlight ya episode ya 17 ambayo ni final. Nini kimetokea kati ya Jini Zebu na KP Mzee na Kisai? Nini unachotakiwa ni kwenda kuitazama tu ili ujue nini ambacho kihappen kupitia series hii. Asante na kutakia utazamaji mwema. Na sizoni yetu ya Jini Kisilani, na hii ikiwa episodi ya 18. Mwisho kabisa, Keta amevamiwa na Matikisa akiwa njiani kuelekea kwa Nesi. Matikisa alikuwa ametumwa na Jini Kisilani Zebu, na tayari Matikisa ameshamteka mzee Likoma na kumpeleka kwenye chumba cha siri akatafumwa na Jini Kisilani Zebu. Matikisa anaendeleza jitihada za kumteka Keta ili mradi yeye ajitoe kwenye kifungo. Lakini wakati anaendeleza na jitihada hizo, ghafla Keta akapata msaada, kwani Nesi alikuja na mchungaji. Maombi yakaanza kufanyika, ndipo Matikisa akachomwa na moto wa mbinguni na kutoweka. Tukirudi kwa Keipi na Mzee Rongai, bado wana plani za kumtafuta Keta, lakini ghafla wanasikia kelele ndani. Mzee Rongai anamwambia Keipi, nenda kaangalie kuna nini. Alipofika Keipi ndani, akakuta mzee Likoma amefungwa kamba. Keipi anashangaa. Ndipo Jini Kisilani akatoa maamuzi ya mzee Likoma kutolewa kafara.
KP akaanza process za kumtoa mzee Likoma, lakini wakati KP anaendeleza na mipango yake ya kafara, akafika Keta na mchungaji, na wao pia wakaanza maombi pale mjengoni. Kwa KP, maombi hayo yalipenya mpaka chumba cha siri. Mambo yakavurugika upande wa KP. Sadaka iliyoandaliwa kwa jini Kisilani, kamba zikafunguka na mzee Likoma akawa amekombolewa. Kasheshe likabaki kwa kijana wetu KP ndani ya chumba cha siri. KP akataka kukimbia na yeye, lakini akawa amechelewa kwa jini Zebu alitaka kafara ya damu na KP kashindwa kutoa kafara. Basi jini Zebu akapita na KP ukawa mwisho wa kijana wetu mpendwa KP. Basi kupitia movie in Swahili, hapo ndipo tumefikia timati ya movie yetu ya jini Kisilani. Baada ya KP kupoteza maisha, mwisho wa movie ndiyo mwanzo wa movie nyingine. Fuatilia Albertistini ya KP na Zebu kupitia chaneli yangu. Asante na kwaheri.